Wewe ndio mgumba. Unafanya malaya wako huko, tunavunja machaga kila stari nakupa wewe. Na mimba? Ndani wengi. Kuna tatizo gani? Maana naambiwa hata kwenye nyumba hakukosekani mtoto. Mara nyingi nimekuambia usinihusishe na swala lako la mapenzi. La sana kwa sababu unaenda kuniletea wajukuu. Hapo cha ajabu ni kipi? Lakini vipimo vimekuja mimba na miezi 3 na wiki 3. Mke wangu mwenyewe kaondoka. Bwana Kapesa. Vipi ndugu yangu? Safi. Umepotea sana. Hamna, mimi nipo ndugu yangu. Bwana wewe ndio tupo hapo. Au sio? Unaelekea wapi? Ndugu yangu mimi naingia pharmacy hapo. Duka la dawa? Vipi unaumwa? Hapana, mimi si umwe, lakini na mgonjwa yupo hospitali kule. Sasa nimeandikiwa karatasi, nataka nje nichukue dawa then nipelekee. Vipi na wewe? Mbona umetoka huko unaumwa? Unajua Salu. Mimi si unajua na matatizo ya misuli. Misuli ya enka. Unajua ile yani kitaalamu. Yani kitaalamu misuli ya enka ukishakaa nyuma pale inaitwa Brozen. Kwa hiyo Brozen ile imekamata huko. Pole sana ndugu yangu. Namshukuru Mungu. Vipi kuhusiana na shemeji bwana? Shemeji yangu simuoni, unajua siku hizi. Salu. Shemeji yako ile si ndio? Mimi sio mgumba, mgumba ni wewe. Niache niondoke. Sitaki. Ugumba ndo nini? Kwa sababu ugumba mimi naanzia wapi kuwa mgumba? Sasa kwa nini unaniambia mimi mgumba? Ni swala la kuzungumza ndani. Tukae tuzungumze. Hilo tu. Ondoka unaenda wapi? Nani nyumbani kwetu? Ulitoa lini? Kwa mama yangu mzazi? Nyumbani kwenu wapi? Kwani ulinitoa wapi? Nilikutoa sasa kule mimi nishazungumza kwani nishapeleka kila kitu mke wangu. Naomba uelewe kwenye hiki kichwa chako. Mimi unajua sio mjinga kama wewe unavyofikiria. Nisikize wewe. Mimi ni mgumba? Wewe ndio mgumba. Unafanya malaya wako huko, tunavunja machaga kila stari nakupa wewe. Leo unaniambia mimi mgumba? Mgumba ni wewe. Kwa hiyo malaya wako unaofanya huko, unaleta nyumbani kwangu hapo na mimi ninafurahia. Nisikilize. Mimi sijawahi kufanya umalaya. Ila tu wewe kuna kitu kina kudisconize, kinakaa kwenye matransformer yale ya makubwa yale ya unit 60. Hapo unanikomprofise. Unajua kuna kitu kinaitwa window. Sikiliza basi. Nisikize nini? Kuna window. Kuna window 6, window 7, kuna window 10. Kwa hiyo kabisa nikuulize kitu. Unachokiwaza wewe ni kusutua hali ya ujauzito mimi kutokushika, si ndio? Mbona wazi kichwa changu? Mke wa mtu naweza nikawa hivi? Nitakuwa hivi mke wa mtu? Unachowaza muda wote ni mimba tu, mimba. Yaani mimi nikizungumza tu swala la wewe kwamba sio kwamba wewe uweze. Hivi wa wapi jamani? Ujauzito utakuja tu. Ila sasa tunazungumza ndani, tatizo lako unaanza kubeba mabegi unaondoka. Mimi naondoka. Window Window 8 basi hiyo 7 10 baki nayo kujazishia watoto. Love mimi nakupenda mama. Naenda kidogo mkoani kujisikilizia. Kwa hiyo yani masuala ya shemeji yale kidogo ni confusement. Yaani kuna mambo ya kuconfuse, unajiconfusement tena kwa kujisikilizia kidogo afya. Utumbo wake wakati ule umekatika. Bwana Kapesa, unanitisha unajua. Nafahamu na mchumba, alafu natarajia kumuoa so muda mrefu. Sasa unavyoniambia hivyo, unanitisha sana. Unajua Salu, bwana nikwambie kitu kimoja. Sawa bwana. Kama wewe unataka kuoa. Umeshaelewa? Yaani kitaalamu kuoa ni kitu ambacho watu wameshakiweka. Yaani kwenye physics kuna kitu kinaitwa Bishop. Kwenye biology kinaitwa bow. Yaani ukioa unapata kitu. Oa. Sawa. Basi sawa bwana Kapesa, hamna tatizo. Sawa? Acha mimi niingie pharmacy after mwana. Sawa ndugu yangu. Mimi naweza nikaja kuja baadaye nitakuwa hata MC wako kwenye sherehe. Hiyo limeisha bwana Kapesa, mcheshi sana ndugu yangu. Inaitwa ile macho. Yaani macho sinks. Poa bwana Kapesa. Nashukuru. Haina shida.
Vicky! 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 Ulikuwa wapi mpenzi wangu? Nilikuwepo. Salu, umefuata nini kwetu? Vicky. Nini sasa? Nishakwambia tangia mwanzo. Shida yako ni shida yangu. Siwezi nikakuacha ukaangamia mpenzi wangu. Wewe si ulikataa kumsaidia mama yangu. Sasa ni kitu gani kilichokufanya uje hapa? Vicky. Nakupenda sana unajua. Na vile nilifanya tu kwa sababu nilikuwa nataka nipate uthibitisho kuwa wewe ni bikra kweli. Na mwisho wa siku nikagundua hilo. Kwa sababu bikra hawezi akatoa utu wake kwa mwanamume yote. Vicky. Mimi nishamaliza kila kitu na kila kitu kiko sawa. Na mama yangu yuko wapi? Kaduma! Kadume! Oya. Njoo mwanangu. Wewe njoo. Twende kanisave kule make Viki mwanangu. Yaani uje wewe mwanangu, wewe unahangaika sana na mapenzi, si ndio? Lakini Kaduma, mama yake Viki anaumwa kule, yupo hoi. Twende tukamsaidie basi. Mara nyingi nimekuambia usinihusishe na swala lako la mapenzi. Mara kibao nimekuambia usinihusishe kabisa na swala lako la mapenzi. Kuna dili kibao huko mjini, tunakaa hapa kijijini tunafanya nini? Wewe kabla kufikiria dili ambazo nakupa unaanza kufikiria mapenzi mwanangu. Lakini Kaduma, mama yake Viki anaumwa kule, yuko hoi bin taban mwanangu. Sina mtu wa kunisaidia zaidi yako wewe. Twende basi tukamsaidie. Naomba nisikilize. Na kusaidia iwe mwanzo na mwisho, mwanzo na mwisho. Nadhani umenielewa. Kuelewa mshikaji wangu. Tukitoka kule tutakuja tulizungumze hili swala. Tuenzetu. Wewe mwanangu kadondoka pale chini mwanangu, hata sielewi kabisa. Mama yuko hospitali. Niliandikiwa dawa na nesi. Na hapa nimetoka kuchukua dawa. Na nimechukua na hizo ndizi tuje kupika ili tumpelekee. Kila kitu nishamaliza na mama anaendelea vizuri. Vicky. Kuna tatizo gani? Sasa mbona upo hivi? Niko sawa. Karibu mjomba. Mjomba. Karibu sana. Mimi nimekununulia wewe mjomba wangu. Ndio. Kwa hiyo nimekuleta hapa bwana. Mjomba bwana, kuna jambo mimi nilikuwa bado sijakushirikisha. Ndio. Unamfahamu mama mmoja yupo hapa nyuma kama vile ana mvinyo? Jirani yetu hapa. Unamfahamu mjomba? Na majirani wengi. Mjomba na nywele nyeupe. Yule namfahamu. Yule pale. Sasa mjomba, yule mama ana mtoto wake ambaye anaitwa Viki. Mtoto wake mjomba nilikuwa bado sijakwambia. Mtoto wake nipo naye kwenye mahusiano. Sawa. Ni muda sasa hivi. Sasa
Kuna swala moja lilitokea mjomba wangu, lakini sijakwambia, lakini nahisi kama vile ushawahi kusikia. Yule mama yake aliumwa, tukampeleka hospitali. Ule msaada uliotolewa kupeleka hospitali nilikuwa ni mimi mjomba. Sawa. Nilisikia yule mama kuna muda alikuwa anaumwa, alilazwa mjomba. Kumbe wewe ndio ulipambana pale? Mjomba, nilimsaidia mimi. Sawa, vizuri sana. Wema umejitendea wema, tuendelee na story. Basi nilivyomsaidia yule mama kakaa sawa, amepona vizuri. Nikafikiaga process mpaka baada ya kupona tu nikafikia process ya kwenda mimi kutoa mahali pale kwake. Lakini sijakwambia gari mjomba. Sawa, kwani hujaniambia. Sasa nilipoenda kutoa mahali pale, lakini cha ajabu yule mama akakataa. Kwa sababu gani umekataa usitoe mahali? Mjomba kaniambia ananilipa mwanae kutokana na fadhila zangu nilizomfanyia. Hongera sana. Safi sana mjomba. Mjomba, hebu tuendelee. Hii mimi nashukuru sana. Ujue mjomba ni mama. Tuendelee. Nakusikiliza mjomba. Sasa mjomba, ili jambo livalie njuga. Sawa. Tukafanye process pale tumuoe yule. Sina shida. Yeye na ndugu nao wengine watafikiri swala kwamba binti yao tunamchukua bila chochote. Mjomba, mwenye kauli kubwa ni yule mama yake. Yaani akishaongea tu mama yake basi ilishafika. Mjomba, mimi nina furaha sana kwa sababu unaenda kuniletea wajukuu. Hii koti itafika kipindi nitashindwa kulivaa. Hasa wajukuu na waita wanakuja wananifaisha. Jambo la heri sana mjomba. Sawa mjomba. Asante sana mjomba. Sasa mjomba, mimi nakupa na mimi kama sasa ninapokuja siku hiyo ukiitwa hizi nywele bwana punguza. Nywele usiwe kama kibanga mpiga mkoloni mjomba, hapana bwana. Mimi kwa sababu nitakuja hapo na unikumbuke kwamba mjomba ni mama. Kwa hiyo mimi nafurahi kabisa. Hongera sana. Mimi nashukuru kwa kulipokea. Asante sana. Haya sawa. Endelea kupiga hizo. Sasa tutaniongeza vingine kidogo. Wewe utaongeza tu mjomba, usijali. Kuna change kule libaki. Okay. Wewe malizia. Nitaichukua hiyo change bwana, niweke na vidudu vyangu vingine waga na ongeze. Mjomba, ndio. Acha mimi nifike basi. Karibu sana. Cheki jamaa wale nitakuja. Karibu. Niache. Vicky. Hivi unanichukuliaje lakini? Unanichukuliaje mimi mumeo? Kimya. Mbona unanizalisha kwenye kijiji? Takuja nikuue. Nitakuua. Mume wangu, naomba nitoe ndoa. Mume wangu, vipi? Mbona kama haupo sawa? Amna, mbona mimi niko sawa mke wangu. Sijakuzoea hivyo mume wangu. Ndio maana nikakuuliza. Usijali, mimi niko sawa. Kwa upo sawa? Kweli? Sawa, sasa mume wangu, tulivyotoka hospitali ulipewa majibu. Ila mimi hukuniambia mimi tatizo nini? Mke wangu Vicky. Hivi utajisikiaje endapo mtu kakudanganya afu kajua kuwa amekudanganya?
Sijakuelewa unamaanisha nini? Jibu swali. Utajisikiaje endapo mtu anakudanganya afu kagundua kuwa anakudanganya? Nitajisikia vibaya. Vibaya. Basi wewe ni muongo. Wewe ni muongo Viki. Kumbuka aliniambia kuwa na usichana wako Viki. Lakini mwisho wa siku nikaja kugundua sio. Ukaona haitoshi. Leo tumetoka hospitali, unajua majibu nilopewa? Hujui? Viki wewe una mimba. Na mimba? Hujui? Sasa mume wangu, hapo cha ajabu ni kipi? Maana unaambiwa hata kwenye nyumba hakukosekani mtoto. Kwani mimi kupata mtoto ni kosa? Au wewe mwenzangu ulikuwa hutaki mtoto? Mimi na wewe tumeoana tuna miezi 3. Lakini vipimo vimekuja mimba na miezi 3 na wiki 3. Sema wiki 3 za nani? Viki niambie nani kakupa mimba hiyo? Nisamehe wangu. Viki, hivi ulinichukuliaje lakini? Viki ulinichukuliaje? Ina maana mimi siwezi. Viki nani kakupa mimba? Nilijipa imani zote kuwa mimi ndo nitakuwa mtu wa kwanza kwako, lakini leo ukaniona sifai, ukaenda kumpa mtu mwingine. Viki, ukiachana hiyo hapo, nani kakupa mimba? Niambie mimba. Naingia ndani, nikitoka naomba uniambie kweli mimba hiyo ni ya nani. La sivyo utanitambua mimi ni nani. Viki, karibu. Mambo? Safi kwema? Poa, mbona mtaani kwetu leo? Nilikuwa natafuta mboga sio nimezikuta. Shoga yangu. Ndio beseni jeupe hili. Zimeisha leo mapema. Yaani ninapokuambia nimezurura huko kote nimechoka. Pole. Asante. Bi mkubwa jambo. Ajambo. Ndio hivyo, si unajua ugonjwa wake ule unajirudia kila muda. Wewe tena. Pole. Asante. Mbona kinyonge sasa? Wewe acha tudangwesha, yaani nina mawazo. Yaani natembea naenda mbele kana rudi nyuma. Za kuninyima harusi. Ulifikiri sitojua? Hapo kwenye harusi shoga yangu. Harusi inavutia majanga hiyo. Majanga gani haya? Masuala ya harusi shoga yangu yalifanyika hivyo haraka. Kwa ndio maana hata wenyewe sijakukumbuka. Ndugu wengine pia hawajakumbuka. Ndio hivyo vinaishaishia. Kweli lakini naona hongera. Yote nawe Daesh. Kuna kitu nataka kukwambia ila nakuomba iwe siri. Mimi nakuamini. Sijui naanzia wapi. Maana sielewi. Anzia hapo. Mimi kabla ya kuolewa na mume wangu nilikuwa mzima na nilimwahidi mume wangu kuwa yeye ndio atakuwa anafungua lile duka ambalo alilitafuta kwa muda mrefu, ila haikuwa hivyo. Sasa mimi kinachonipa mawazo, mama wangu alikuwa anaumwa, ndio sikatai, lakini
kinachonipa mawazo, yule mtu alinipa sharti ili amtibu mamangu. Maana mume wangu nilimwambia kipindi mamangu anaumwa, nilimwambia amsaidie mamangu, lakini hakuweza kumsaidia. Sharti gani?